Welcome back again. My name is Mary from Tanzania. You get me? Na leo nina bonge la surprise. Sikiza kwanza hii. We. Edma Company Limited. Ndiyo, mgeni wa mbali. Mgeni wa mbali. Una vingi vya kujua kutoka kwa watumishi mbalimbali, yani ndani ya nchi na nje ya nchi. Na leo Edma Company Limited ina surprise. Na Edma Company Limited tunasema popote ulipo tupo. Na leo nina surprise nzuri ya maana. Niko katika nchi ya ugeni. Nchi gani? Utaijua baadaye. Subiri kwanza. Wait moment. Yes, surprise. Yeah. Edma Company Limited imetembelea mtumishi wa Mungu mkubwa. Na tuko nyumbani kwake. Na tuko wapi? Tuko Kenya, Nairobi. Anaitwa mtumishi nani na nini na kwa nini tuko naye? Kuna mengi unataka kujua na uende kufuatilia zaidi na zaidi. Hey mama. Hi. How are you? I'm fine, thank you. Wow. Karibu sana. Na tupo Edma Company Limited. Yes. Na ni kampuni ambayo ina matangazo hapa online kwenye TV na sehemu nyingine nyingi ambapo tunachukua matangazo mbalimbali. Na leo fanikiwa kukuona, nimshukuru sana Mungu. Asante sana. Kuna jambo ambalo natamani wa Tanzania, wa Kenya na Afrika waweze kujua wewe ni nani. Mimi kwa majina naitwa mchungaji Lucy Mumo. Na wanahudumu hapa Kenya. Na kanisa la Uzima Center. Okay, ana huduma kanisa Uzima Center. Na mama huyu ana kitu kikubwa sana. Ni mtumishi ambaye anafanya mambo makubwa sana. Mpaka tumemtembelea Edma Company. Kuna kitu kizuri sana ambacho tunatamani kama Mtanzania ukijue. Mama, nimeona ni mtunzi pia. Andika vitabu za aina mbalimbali. Maana pia mimi ninahusikana pia na mambo ya watoto. Children ministry. Kuandika ile curriculum. Kuwakuza watoto kwa njia za Mungu. Na kutrain children workers. Na naandika hata pia za Kiswahili. Kufanya na makanisa. Tanzania mmefikiwa hata Kiswahili ipo. Si mnaona anaongea vizuri Kiswahili? Na leo naona una kitu ambacho unacho. Unaweza tueleza umeshika nini? Hapa nimeshika kitabu. Kitabu chenye nimeandika. Ninakiita Building Spiritual Capacity. Edma. Building spiritual capacity. The body of Jesus Christ. Yes. Because we are all on assignment, we are going to fulfill here on earth. God gave each one of us assignment. Na lazima tujitayarishe. Hatuwezi kutimiza hatima ambayo Mungu ametupa bila kujitayarisha na mambo ya ndani ya kiroho. Aisee, imekaa nzuri sana. Jamani, kitabu kizuri sana. Na mwandishi wetu kama unavyoona ni Pastor Rusi. Ameandika, na si kitabu hiki tu, ana vitabu vingi na vingine ambavyo pia ameweza kuandika kwa kupitia lugha ya Kiswahili ili yoyote iweze kumfikia huduma ambayo iko ndani yake. Anatamani kila mtu aweze kufikiwa na neno la Mungu, na ni wito ambao ameitiwa na uko ndani yake. Mama, naweza kutupea namba ya simu kama watu wanaweza kukufikia? Namba yangu ya simu 0722 2726 33. Naweza kurudia tena. +254. Anasema kuna ile alama ya kujumlisha alafu naweka 254. Sasa hiyo ndio kodi ya Kenya. Ndio kodi ya Kenya. Unaweka
7 Edma alafu unaweka Company 7 Limited. Ndio. mbili. Je, una tangazo 27 tangazo la kampuni, 26 biashara, uimbaji, 3 mkutano na kadhalika, yani Mama, unaweza waambia nini wa Tanzania hasa kuhusiana na nyakati tulizonazo, alafu na mahusiano ya Mungu, hasa kwa umesema umebeba pia huduma kwa watoto. Vipi wa mama, unaweza kuambiaje wa mama, unaweza kuambiaje wa baba kuandaa watoto kwa ajili ya kumtumikia Mungu sawa sawa? Maana kizazi tulichonacho wengi wanaharibika. Unaweza kuta mama yuko busy sana na biashara, hawezi kuelewa nafasi yake kwa ajili ya watoto. Au unaweza kafika siku ya Jumapili, mama ameenda peke yake kanisani, watoto wamewaacha nyumbani. Unaweza kuwashauri kitu gani? Asante sana. Hata kabla sijaongea juu ya hii, wacha niseme ya kwamba our God is generation. After one generation there comes another generation. Na ni sisi ametuandaa sisi wazazi, pia watoto, walimu wa watoto na mapastors tumwandalie kizazi. Maana hii kizazi ikipita, kizazi yetu kuna kujanga kizazi kingine, na tunatakiwa tutayarishe kizazi kuendeleza the kingdom of God. Because God, after one generation there comes another generation. Ni kama tuko kwa hii michezo ya relay ya kukimbia. Unapeana baton. Ukifika mahali unapeana yako. Ukifika mahali unapeana yako. Na ufalme wa Mungu unaendelea. Ndipo sasa tunatakiwa tukue tunatayarisha kizazi kutoka kwa kingine. Kizazi kutoka kwa kingine. Na huwezi kutayarisha kizazi kuyafanya mambo ya Mungu bila kurudi kwa neno. Diposa na wasii wazazi tupeleke watoto Sunday school. Na wasii mapastors na mabishop tupatie watoto mafunzo. Na kuna vitabu za masomo kusoma mambo ya kiungu inakuanga kanisani hapo Sunday school. Na tutayarisha walimu. Wawe ni walimu wanaweza kujua mambo ya kufunza watoto. Maana tutapita. Wakati wetu utapita. Tukipita tutaacha nani? Kama hatujakikuza kizazi kinachomcha Mungu. Wow, asante sana. Sasa kwa hiki kitabu, hiyo mambo yote tukifanya na huduma ya Mungu, lazima tukue tukiwa na capacity ndani. Maana mambo ya Mungu si ya pesa. Mambo ya Mungu si ya elimu. Mambo ya Mungu ni ya Roho Mtakatifu. Kwa hivyo tunataka sisi tukue tumekuwa na nguvu, capacity ndani. Asante sana. Wow. Swahili kingumu hapana, umeongea vizuri sana. Ameongea vizuri sana kwa wewe Mtanzania na wewe Mkenya, ameongea vizuri sana. Naamini wote tumejua kile kitu ambacho kiko ndani, na zaidi ya yote tuzidi kumwombea. Na wewe ambaye unafika Kenya, Nairobi, mama, hapa ni wapi? Sasa hapa tunapaitanga Ngong Road. Ngong Road. Ngong Road. Suna Estate. Wakifika hapa Nairobi, hata wakifika Nairobi mjini, wanipigie mimi. Wow. Mimi nitaenda kule wako. Wow. Taniwalete na nikushauri tu kitu mtu wa Mungu, kwamba hata ukifika Nairobi Kenya, mama, na vitu vingi, hasa kwa wale ambao tunatamani pia kuwafunza wale wanaofunza watoto makanisani, kwa sababu ni kitu ambacho kiko ndani. Unaweza ukafika ukampigia akakupa vitu vingi vya kufaa vya maana. Edma Company Limited tunaenda kumalizia. Sasa mama, unaweza kumalizia kwa kusemaje? Ninasema mkifika mjini Kenya na wale wako Kenya, ninawaalika kanisani. Uzima Center, Thika Road, exit 11. Hapo mtapata mchungaji mkuu Pastor Jeff Evelyn na wachungaji wengine, hata mimi niko miongoni wa hao. Alafu tutaweza kushiriki pamoja. Asante sana. Karibu sana Uzima Center Nairobi. Na tunamalizia kwa kitu muhimu sana ambacho huwa tunakisema. Tuna msemo wetu mzuri sana, tunasema hivi: Edma Company Limited, ubunifu, ubora, ufanifu ndio kitu muhimu sana kwenye maisha yetu. Lakini kuna msemo mmoja hivi mama, tunasema ayaya
Hapo sasa. Amepata. Well done. Edma.